Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuha almustami'un alkiram. Ikhwatul iman, sauti ya dhambi huwa na makelele, lakini kimya cha haki hushinda hata kelele za umati. Wapo waliotengwa si kwa sababu ya uovu, bali kwa sababu walichagua njia ya kipekee. Na si kila aliyenyamazia lawama ni mnyonge, wengine hujua thamani ya kusubiri wakati wa Mola. Ni rahisi kuhukumu kwa macho, lakini ukweli hujificha moyoni. Leo tutasikiliza simulizi ya mtu mmoja aliyekimbilia msikitini badala ya sokoni, aliyekataa heshima ya dunia akatafuta radhi za Allah. Lakini je, dunia ilimuelewa? Je, walimhurumia? Huyu ndiye Jurej, aliyependwa na Allah lakini akajaribiwa na watu. Jurej ni mtu mcha Mungu aliyeishi katika zama za Bani Israel. Hadithi yake imeelezwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam na imepokelewa na wanazuoni wa hadithi katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim kupitia Abu Huraira radhiyallahu anhu. Jurej alikuwa kijana ambaye ni mcha Mungu sana. Hakuwa ameoa, baba yake alikuwa amefariki na alikuwa akiishi na mama yake. Alijenga chumba kidogo cha udongo pembeni mwa nyumba yao ili ajitenge kwa ajili ya ibada na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Jurej alikuwa ameacha dunia na mapenzi yake, akajikita katika kumtumikia Mola wake. Siku moja mama yake alikuja akimwita, "Ewe Jurej, ewe Jurej." Wakati huo alikuwa akiswali, akasikia sauti ya mama yake na akasita, "Ni mama yangu au ni swala yangu?" Akaamua kuendelea kuswali na hakumuitikia mama yake. Mama yake aliumia sana, akaondoka kwa huzuni. Suala hili linaelezwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa Jurej alikosea. Lau angekuwa mjuzi wa dini, angeacha swala yake ya sunna na kumjibu mama yake, kwani kumtii mama ni bora. Siku ya pili mama yake alirudi na kumwita tena, "Ewe Jurej." Naye kwa mara nyingine akasita, "Mama yangu au swala yangu?" Akaamua tena kuswali na hakumjibu mama yake. Mama akarudi tena akiwa na huzuni. Siku ya tatu akafanya vivyo hivyo. Ndipo mama yake kwa uchungu mwingi akapaza sauti na kusema, "Ewe Allah, usimfanye afe mpaka aone uso wa makahaba." Dua hii ilikuwa ni kubwa sana kwao, si dua ya kumwombea azini, bali aone tu ishara ya fedheha. Miaka ikapita na Jurej akawa mashuhuri sana kwa uchaji wake. Watu wa Bani Israel na hata mfalme wao walimjua. Alikuwepo mwanamke mmoja mzuri sana, maarufu kwa uasharati. Aliwaambia watu, "Mkitaka nitamjaribu hata nitazaa mtoto na kusema kuwa ni wa Jurej." Akaenda kwa Jurej mara kadhaa, lakini Jurej hakumjali. Mwishowe akaenda kwa mchungaji aliyekuwa akijisomea karibu na nyumba ya ibada ya Jurej. Akafanya naye uzinzi kisha akapata mimba. Alipojifungua akawaambia watu, "Huyu mtoto ni wa Jurej." Watu wakachanganyikiwa, wakaamini, wakamjia Jurej kwa hasira, wakamvunjia nyumba yake ya ibada, wakampiga na kumtukana. Akiwa mbele ya nyumba za makahaba, alipoziangalia akacheka, akakumbuka dua ya mama yake. Kisha akawaambia, "Niacheni niswali rakaa 2 tu kabla hamjanimaliza." Baada ya kuswali na kumwomba Allah, akasema, "Leteni huyo mtoto anayesemekana ni wangu." Walipomleta mtoto, Jurej akampiga kidogo tumboni, kisha akasema, "Muulizeni mtoto huyu baba yake ni nani?" Watu wakashangaa, "Tumuulize mtoto mchanga?" Akasema ndiyo. Walipomuuliza mtoto, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtoto akaongea na kusema, "Baba yangu ni yule mchungaji." Watu wote wakashangaa na kutambua kuwa Jurej hakuwa na hatia. Hii ilikuwa ni miujiza kama ule wa Nabii Isa alayhi salam alivyosema akiwa bado mchanga. Hivyo watu wakamwomba msamaha Jurej, walimjengea nyumba nzuri zaidi, lakini Jurej alikataa. Alitaka tu ajengewe kama ile ya mwanzo ya ibada. Wapenzi wasikilizaji wa simulizi za Kiislamu, usimfanye mtu kuwa muovu kabla hujasikia upande wake. Wacha Mungu hawakosi majaribu, lakini hukombolewa kwa ikhlasi yao. Dua ya mzazi ni hatari, iwe ya baraka au laana. Uvumilivu kwa ajili ya Allah huwa na mwisho wa heshima na ushindi. Ewe Mola wetu, tufanye tuwe miongoni mwa waja wako wema
wenye kushikamana na dini yako, wasiotingishwa na fitina wala kudanganywa na mapambo ya dunia. Tuwe kama Jureij, mwenye ikhlasi, subira na imani isiyotetereka. Tuhifadhi na tujalie heshima yetu isije ikaharibiwa kwa uongo wa watu, na wazazi wetu uwape radhi juu yetu, nasi utupe radhi juu yao. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.